Wewe kama unataka kuchukua kubaruza, kichukue peke yako, baruza. Kama unataka kumsaidia, twende. Chagua vitu viwili. Wewe kama unamsaidia kwa nini akaenda mtu mwingine? Wewe nenda. Sasa dada, mimi nataka nikusaidie, sawa? Kwa sababu umesema kwamba ukilala tu kesho asubuhi sitakuwa fresh. Ndio, nitajua mimi nitafanya kesho asubuhi. Sawa, lakini nisije nikakusaidia afu kesho asubuhi nikaondoka tena tatizo lingine. Hamna shida kaka. Sina shida kaka. Kweli? Naomba tu nisaidie siku ya leo. Mimi pale ambapo nilipopanga kuna jirani yangu hivi mtoto wa kike. Kwa hiyo nataka niende pia nikakuombee ulale, afu kesho asubuhi mwenyewe utajua, sawa? Asante sana kaka. Kuna muda najiuliza na sipati majibu kabisa. Naona giza, kesho yangu imefichwa. Kama ningejua kesho, huenda ningeacha hichi ninachofanya. Huenda ningejua kesho, ningeongeza juhudi kwenye hichi ninachofanya. Wengine sijui akoje. Yeye kama kwa mazali, tumtonye kutongoza ujui. Tumepata mwanamke kitonga, bado tuchukue tukaburuza magetoni, unajifuata kumsaidia utafuta pepo. Twende bwana, wewe acha ujinga. Wewe achana na mimi bwana wewe. Jamani, mimi ndio nimeitisha kikao hiki. Dhumuni la kikao hiki ni kuongeza nguvu ili kufanikisha jambo letu, ili kuwakabili wote ambao wanafuatilia mipango yetu. Nolita, kwanza naomba samahani kwa yote yaliyopita. Ila kuhusu kifo cha Eliza, nimejifunza vitu vingi sana. Na nimegundua umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Na ndio maana nikapata wazo la kuitisha kikao hiki ili kurahisisha mipango yetu kwa ujumla. Sawa. Mimi nipo katika mpango wa kulipiza kisasi kwa wote waliohusika na kifo cha mdogo wangu Eliza. Kwa hiyo kama ni umoja, tuanzie hapa. Sawa. Kuanzia sasa sisi sote tutakuwa kitu kimoja kwa kila jambo. Ukiona nikuzidi kama Sandeo. Penzi likikushinda acha pikipiki kama Sandeo kibaki. Nyie tena. Unakaa unasubiri. Shida yako naye baba yako limepoa. Bora hata mimi nairundwa kila siku. Penzi gani limepoa? Kwa hiyo nyewe kupigwa ndio mnaona raha, ndio mapenzi yake. Wewe unaonaje? Bora nilivyo single tu shoga yangu. Meaka mambo ya kupigwa pigwa. Moyo wangu wa so shida zetu. Ila mwenzako kazoea. Mimi namwambia shoga jirekebishe mdomo lakini asikii. Sio kwamba yuko single, kuna kitu anaficha. Na wewe alikukuta yapi shoga mpaka unabanizwa makofi? Shoga yangu mimi mwenzako kukaa bila kupika kwanza sisikii la. Mkulia wewe. Ngoja mimi niende zangu. Mti mkavu unapita. Na sio mti mkavu. Sema wewe, nikisema mimi nitaonekana nina gugu. Yaani shoga yako kuto na vibabu. Majirani huku! Watu kumenoga. Mkuu, nilikuwa nakuja kwako. Ulikuwa unasemaje? Kuna wale mabinti kila wanaponiona wananisema na kunicheka mpaka najisikia vibaya. Pole sana. Kwa hiyo ulikuwa unataka niwafanye nini? Nataka waniogope, waniheshimu kama wanavyoheshimu moto. Sawa. Hiyo kazi nakupa wewe mwenyewe uifanye. Sawa mkuu. Kuna jingine? Hapana mkuu. Kipenzi. Ndio dada.
Nono upo sawa sasa? Ndio dada. Niko sawa. Jana niliamua tu nikuache upumzike kwanza, nikasema tutazungumza baadaye. Hebu niambie, kimekukuta nini huko? Dadangu, yalionikuta ni mazito. Nilikuja mjini kutafuta maisha baada ya kuhitimu masomo yangu. Nikawa nimepata kazi kule Mbezi kwa Msuguri. Nimefanya kazi, baadaye nikapata mwanaume akanirubuni. Nikawa naishi naye huku maeneo ya Goba, njia 4. Nimeishi naye ndani ya miezi 2 tu, tukiwa na furaha na amani. Baada ya hapo alibadilika sana. Akawa mtu wa kunipiga, kuninyanyasa, kaniachia hela ya kula muda mwingine. Kwa hiyo mpaka jana alikuja na mwanamke. Akanipiga na akanifukuza. Baada hapo nikakimbia, nikakutana na wale wakaka wakanisaidia ndio kunileta hapo. Aise, pole sana. Asante dada. Unataka kuniambia uko hauna ndugu kabisa? Sina ndugu dada, kama nilivyokuambia. Nilikuja tu kutafuta kazi. Lakini mimi naomba ukae hapa, sawa? Mpaka itakapopatikana nauli ya kurudi nyumbani kwenu. Asante sana. Hapana. Naomba usinipigie magoti, naomba ukae. Asante sana. Kwa naomba uishi hapo relax, sawa? Asante sana. Kwa na amani. Kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Sawa. Mungu akubariki dada. Usijali. Nakusikiliza. Baba, mimi nimekuja. Mimi baba, familia yangu yote inaumwa. Ndio. Mwanangu, mume wangu, pamoja na wifi yangu. Tumeenda hospitali, tumepima vipimo vyote. Hakuna ugonjwa wowote unaonekana. Kwa hapa nilipo hata sielewi unachomwa kitu gani. Sasa kwa nini umeamua kuja hapa usende kwa babako mdogo? Nilipotoka nyumbani, zumuni langu nienda kwa baba mdogo. Ila nashangaa tu nimefika huko. Sasa wewe na familia yako yote mnaumwa. Inabidi ukaichukue familia yako uilete hapa kwangu. Na usimsahau wifi yako. Sawa baba, nimekusikiliza. Sawa, unaweza. Nitafanya hivyo. Sawa, asante sana babangu. Safari njema mama. Sawa. Vipi ndugu yangu? Mbona kama haupo sawa? Ni kweli sipo sawa. Una shida gani? Yaani sijui nikuelezeaje yani. Pole. Asante sana. Sasa mimi na ndugu yangu hapa tulikaa tukalifikiria lile swala. Tukaa tumekubaliana tuje uweze kutupeleka kwa mganga. Sasa naona unaumwa. Sasa hapo sijui itakuwaje. Hapo itakuwa imeshindikana. Labda kwa siku nyingine. Na pia hujaniambia ni nini shida unajua? Hii homa imenianza toka juzi nilipokutana na nyinyi nikawashauri swala la kwenda kwa mganga. Ikawaje? Ndio ikanianza. Vipi, ulishafika hospitali? Hapana. Nahisi nitaenda baadaye, manake kuna mtu namsubiri aje kunisindikiza. Ugua pole ndugu yangu. Sisi tulikuwa tumeletwa na hilo swala. Ila sasa kwa sababu unaumwa, ngoja tuendelee na majukumu mengine. Mungu kama atajali atakuja jioni hapa au kesho tuje kuangalia unaendeleaje. Sawa, shukrani. Haina noma.
Vipi, unaendeleaje? Safi, lakini bado naumwa sana. Ndio nimekuja nikusindikize hospitali. Vipi, umefunga mlango? Ndio. Umeshajiandaa kabisa? Mimi nishajiandaa. Basi twende. Rudi nyumbani, wewe haumwi chochote. Alafu acha kufuatilia kifo cha Eliza, na ukiendelea huo ndo utakuwa mwisho wa maisha yako. Mzee, leo nimechoka mimi. Mimi nahisi wewe hujachoka. Yaani nilikuwa ndani mwanasinzia. Msingekuja kuniita mimi. Hata nilikuwa naota niko Ulaya huko nakula kiyoyozi. Wewe vipi mzee, mbona uko kimya? Unajua kama shemeji yangu ananitesa jamani. Si uachane naye. Wewe naye. Kwanza sasa hizi mwanaume asiyekupenda achana naye, ili na anayekupenda. Kuna bwana wote hapa. Kwani umezaliwa naye? Hivi ninajua amebeba mapenzi. Wewe ndio umekuwa wa kwanza. Achana naye. Wewe mimi tuulize mshono mwenzangu. Sawa, nyinyi bado watoto hamjui maneno. Hakuna cha watoto wala nini. Wewe naye umezidi. Ndio maana unenepi. Muulize mtu mzima amepata nini? Zaidi ya kukonda kila siku unafuba. Dani ndogo! Kila siku ananiauka, kila siku. Mwanangu yule mtoto kijana shida gani? Kutembea na watu wazima mchezo. Hilo nalo jambo. Katoto kembamba. Ya hata karibu. Nisikilizeni nyewe mabinti, tabia ya kuwa mnamcheka yule dada kila anapopita naomba ife mara moja, la sivyo mtapata tabu milele. Una ikatokea wapi? Ni hicho ndio kichokuleta au kuna kingine? Na mkiendelea mtajua kwa nini kuku haendi haja ndogo na aliyakuwa anakunywa maji. Shoga, nenda nyumbani kwenu. Kwa hiyo Gabi, unataka kuniambia Mendi kaamua kumsaidia yule mdada rafiki yangu? Yeah, kaamua kumsaidia kwa sababu unajua kwamba yule ni mtoto wa kike. Alafu nahisi kabisa kwamba kaamua kumsaidia mpaka pale atakapopata uwezekano labda kama wakondoka au anaweza kumfusa nauli. Si unajua? Yule yuko haki kumsaidia, ni mwanamke mwenzie. Sawa, lakini unajua nini? Yote umeataka wewe. Yaani ile siku ile leti kama ungenisikiza mimi tungeshenyeta ule mtoto. Bwana, hata sasa kama nilikuwa nakutana naye pale angetuwekea heshima, lakini sasa tunaona sasa tukaenda mtaani kwa pale nikija nini? Inakuwa kama vile jambo la aibu. Yote wameataka wewe. Sikiza nikwambie Maswala. Kuna vitu vingine ambavyo wanakuambia kwamba kinga bora kuliko tiba. Light kama tungeshenyeta kipindi kile, mimi najua kabisa lingetokea tatizo kubwa zaidi ya hili. Mpaka sasa hivi anaishi kwa mtoto wa kike, si ndio? Je, atulia kwanza, piga hesabu. Angeishi kwako, angeishi kwangu. Kwa sababu tungemshenyenta tu, lazima angeendelea kuishi kwangu au kwako. Yaani wewe kila unapokaa na mimi sijawahi kukusikia hata siku moja ukaongea point yani ikanyoka tu hivi. Yaani wewe ni kila kitu, akili zako sijui ziko wapi ndugu yangu wewe. Sasa sikiliza. Wewe unamtaka yule dada? Unamtaka kabisa kwamba awe mkeo, awe demu wako, awe mpenzi wako, si ndio? Huu ndo muda.
huu ndo wakati wako sasa, kwa sababu ukienda kumwambia hataweza kupinga, akikumbuka wema na fadhila ulizomfanyia usiku ule kuweza kumsaidia mpaka sasa hivi anaishi vizuri, yani hana shida. Yani ukienda kumwambia hawezi kupinga, huu ndo wakati wako sasa. Sasa hapo mimi umenifurahisha Gabi. Sasa kama nimekuelewa katika siku kama sasa unataka kunifurahisha, mbona umekaa tukaelewana kaongea point ya msingi, ni ushauri umenipa mzuri. Leo hadi leo nenda sasa. Kwa sasa huu ni wakati wangu nikafika pale zungumze naye nikaipa kule minyama tata. Hapo lakini uko tayari kuoa? Sasa jambo hizo sana. Nevi yani ubonge huo. Kwa hapo ndo kunaniambia kama Stella. Kama Stella tu hata Rashidi.